Habari, karibuni sana. Leo tunaingia ndani zaidi, tunachambua muundo, yani ramani kabisa, ya kurasa zile za mtandaoni zenye nguvu ya kushawishi. Sawa, basi twende kazi. Hebu niulize, umeshawahi kuingia kwenye tovuti na ukahisi kabisa hapa kuna kitu kinaendelea? Hii tovuti imetengenezwa kunifanya mimi nifanye jambo fulani? Basi huko sahihi kabisa. Sio bahati mbaya. Kuna sayansi nyuma yake, muundo maalumu uliopangwa hatua kwa hatua. Basi, hivi ndivyo tutakavyofanya. Kwanza, tutaelewa ukurasa wa kutua ni nini hasa. Kisha, tutaangalia ndoano inayokuvuta, ofra yenyewe, jinsi wanavyojenga imani, na mwisho kabisa, jinsi wanavyokusukuma kuchukua hatua. Ni kama safari. Sawa, tuanze na mwanzo kabisa. Je, ukurasa wa kutua ni nini hasa? Unajua, kitu cha kwanza kuelewa ni kwamba una kazi moja na moja tu. Okay, kitaalamu, ukurasa wa kutua au kama wengi wanavyouita landing page ni ukurasa unaojitegemea. Fikiria hivi, umetengenezwa kwa ajili ya kampeni moja tu maalum. Unapobofya tangazo fulani au link kwenye barua pepe, mahali unapotua ndio hapo. Lengo lake ni moja tu, hakuna mambo mengi. Sawa, mtu ameshatua kwenye ukurasa wako. Na sasa, hapa ndipo ndoano inapoingia. Na hebu niambie, una sekunde 5, labda chini ya hapo, kumvutia. Kile anachokiona mara moja, ndicho kinachoamua kila kitu. Atabaki au ataondoka. Ni muhimu sana. Na eneo hili la kwanza lina jina lake, eneo la juu, au kwa Kiingereza above the fold. Fikiria gazeti lilivyokunjwa. Kile unachokiona juu kabla ya kulifungua ndicho above the fold. Kwenye mtandao ni sehemu yote ya ukurasa unayoiona bila kushusha screen. Hiyo ndiyo taswira yako ya kwanza. Hebu tuangalie mfano huu halisi. Unaona? Hii sehemu ya juu yenye kichwale kile kikubwa na video pale. Hivyo ndivyo mtumiaji anavyokiona mara tu anapofika. Kila kitu kipo hapo mbele ya macho yake. Basi, viungo vikuu vya ndoano hii ni nini? Kwanza, kichwa cha habari chenye nguvu. Pili, kichwa kidogo kinachoongeza maelezo ya kuvutia. Na tatu, taswira, kama video au picha nzuri inayomfanya mtu ashiriki. Vitu hivi vitatu vikifanya kazi pamoja, umemnasa. Okay, umefanikiwa kumvutia, amebaki kwenye ukurasa. Sasa ni wakati wa kumwonyesha, hiki ndicho utakachopata. Unahitaji kueleza thamani ya ofa yako waziwazi. Hii inaitwa pendekezo la thamani au value proposition. Kimsingi ni ahadi unayompa. Inajibu swali lile muhimu ambalo kila mteja anajiuliza. Kwa nini ninunue kutoka kwako wewe na sio mwingine? Nitapata nini hapa? Ni lazima iwe wazi. Angalia jinsi ukurasa huu unavyofanya vizuri sana. Haujasema tu jipatie kozi. Badala yake umevunja kila kitu. Unaona orodha ya faida anazopata, halafu unaona uchambuzi wa kina, moduli kwa moduli. Ghafla ofa inaonekana kubwa na yenye thamani ya juu sana, sivyo? Kwa hiyo, siri ni hii. Usiorodheshe tu sifa, orodhesha faida. Msaidie mteja aone picha kamili ya jinsi maisha yake yatabadilika. Na vunja taarifa ngumu, iwe vipande vidogo, rahisi kumeza. Inafanya kazi kweli. Sawa, mpaka sasa vizuri. Ameshapenda unachosema. Ameona thamani. Lakini swali kubwa linabaki, kwa nini ya kuamini wewe? Unaweza kuwa unasema uongo, sivyo? Hapa ndipo tunapohitaji kujenga imani. Kuna kitu kinaitwa uthibitisho wa kijamii au kwa kimombo social proof. Ni nguvu sana kisaikolojia. Unajua, sisi binadamu tuna tabia ya kuangalia wengine wanafanya nini. Kama wengine wengi wamenunua na wanafurahi, basi na sisi tunahisi ni salama kufanya hivyo. Inapunguza wasiwasi. Na njia rahisi zaidi ya kuonyesha hili ni kupitia maoni ya wateja. Unapoona picha za watu halisi, majina yao na wanavyosema kuhusu bidhaa, tena wakiweka na alama za nyuta, inajenga imani mara moja. Unasema, okay, hawa watu wameitumia na wameipenda.
Hata maoni mafupi kama haya yana uzito wake. Kuona tu jina la mtu, Justin Peterson, inatosha kufanya ofa ionekane halisi zaidi. Inatoka kwenye kuwa tangazo tu na kuwa ushuhuda wa mtu halisi. Naam, sasa tumefika mwisho wa safari. Umemvuta, umemshawishi na amekuamini. Ni wakati wa kufunga dili. Unahitaji kumwomba anunue. Hapa tunatumia kitu kinachoitwa wito wa kuchukua hatua, au kifupi chake ni CTA. Hii ni amri agizo. Kawaida ni kitufe kinachomwambia mtumiaji hasa nini cha kufanya. Sio jifunze zaidi, ni nunua sasa au anza leo. Tazama mfano huu hapa. Unaona hicho kitufe cha rangi ya machungwa? Kwanza, hakiwezi kukupita, rangi yake inang'aa. Pili, ni kikubwa. Na tatu, maneno yake yanakusukuma. Anza kupata matokeo halisi. Unajua uwazi kabisa unachotakiwa kufanya. Halafu kuna mchezo mwingine wa kisaikolojia hapa, unaitwa nanga ya bei. Mbinu ni hii: unamwonyesha mtu bei ya juu kwanza. Hiyo bei inakuwa kama nanga kwenye akili yake. Kisha unamwonyesha bei ya ofa ambayo ni ya chini. Ghafla, hii bei ya chini inaonekana kama ofa ya kihistoria. Kama hivi, walisema ilikuwa $499. Sasa wanasema ni $899 tu. Ubongo wako unapiga hesabu haraka na kusema, wow, napata punguzo kubwa sana hapa. Inafanya ofa iwe ngumu kuikataa. Ili kumalizia kabisa, wanaongeza kitu kinaitwa uharaka. Maneno kama harakisha, bei inapanda leo, yanafanya nini? Yanakufanya uogope kukosa. Unahisi kama usiponunua sasa hivi utapoteza. Kwa hiyo unasema, ngoja nifanye sasa hivi. Basi, tukiangalia picha kubwa, unaona sasa, yote ni safari ya ushawishi. Hatua ya kwanza, wanakuvuta makini kwa kutumia kichwa cha habari. Pili, wanakujengea shauku kwa kukuonyesha faida. Tatu, wanajenga imani kwa kutumia maoni ya wengine. Na mwisho, wanakusukuma kuchukua hatua. Ni formula. Kwa hiyo, sasa swali ni kwako. Sasa kwa kuwa unaijua hii formula, ni kurasa ngapi utazigundua leo zinazotumia mbinu hizi? Anza kuangalia kwa umakini zaidi. Utaishangaa. Asante sana kwa kunisikiliza na tuonane wakati mwingine.